And I can advise humbly kwa njia zangu, naweza kueleza hawa watu wa serikali. Kwa sababu hii ni kazi mimi nimefanya hapo. I have been a minister for security, nimekuwa hapo, mimi nimekuwa kwa usalama, ninaelewa serikali Kenya hii. Na ninaweza kuwaeleza kidogo. Unajua serikali ukiingia kwa uchaguzi, you run on your track record na unapembeleza wananchi pole pole. My friend, if you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating goons and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Mwanzo wa mwisho wako ni huo. Because government cannot brutalize people they are supposed to lead. Lao hii mambo ya kusema iti sasa leo asubuhi wamepiga governor anatembea akiwa kwa campaign huko Kabuchai. Na uwezi kuniambia nimekuwa kwa usalama, uwezi kuniambia eti county commissioner, county security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko. Alafu mwanze kujifanya hapa eti ilikuwa mgogoro. Jana tulikuwa Malava, walikuwa wanataka kukoroga mkutano, wakapigwa wakafukuzwa na wananchi. Sasa ukifika mahali serikali yenyewe, nyinyi ni wakuu wa serikali, mnapanga mambo kama hayo, eti tuende tupige yule, tuende tupige yule. Kwanza niwaambie tu wazi na ukweli, mumefika mwanzo wa mwisho. You have begun your end. Kwa sababu is desperation. Why would you do those kinds of things? One of the generals I worked with in the security sector used to advise me every time, we don't have bullets for 55 million Kenyans, so we can't shoot our way to stability and peace. Lazima tutafute namna ya kuongea na wananchi, kuongea na viongozi, hasa wale ambao tukubaliani nao. Tusikizane, tujue ni kitu gani kinaendelea. Kama watu wanauliza swali, tunajibu. Sasa kujigamba hapa hii, unaona hii kiburi, unaona hapa eti watu wanasurura hapa, eti wako na pesa. Hawa vijana, many of them are criminals. Na serikali yenyewe imependelea kufanya watu kazi na hawa criminals. Mtu mwingine huko Kisii ni wash, money launderer nini, hao ndio wanabebana nao. Sisi tunataka kufuata sheria, na lazima tufuate sheria, because there is no country without rule of law, and we will not survive if we don't respect the law. But it cannot be that we respect the law ourselves and government can do as they please. It will not work, because you are quoting disaster. And I'm saying this today, leo pastor tukiwa hapa niseme hivi kwa historia. I am advising government, if you don't stop these things, you are quoting disaster yourselves. Mmeanza shida ile ambayo hamwezi kutoka. Tunafikiri kwa sababu wewe ndio uko na madaraka, uanze kusumbua watu, kupiga watu, kujifanya hapa eti wewe uko na pesa ya kununua watu. Mwishoe one day utakaa chini za hilo meketi kwa jela mahali, utaanza kusikia na kujua sheria siku hiyo. Because you cannot treat people like this. Shameful. Kama watu wanataka kutafuta kura, enda pole pole, we tafuta yako na yule asitafute yake pole pole. Sio kutisha, sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kama huyo mtu mwingine anasema hapo eti tutaiba kura, eti tunajua hatuna kura. Unajua kuna ujinga ambao hawezi kusemekana. Ni ujinga wa aina gani? Unaambia watu hatuna kura, so you know you have no vote. Watu wamekataa. Shameful. Kama watu wanataka kutafuta kura, enda pole pole, we tafuta yako na yule asitafute yake pole pole. Sio kutisha, sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kama huyo mtu mwingine anasema hapo eti tutaiba kura, eti tunajua hatuna kura. Unajua kuna ujinga ambao hawezi kusemekana. Ni ujinga wa aina gani? Unaambia watu hatuna kura, so you know you have no vote. Watu wamekataa. Wasa wanataka hivyo. Because that's what he was saying. Hatuna kura, lakini tutakuja kuiba. So why did we choose democracy? Mheshimiwa William Ruto, sisi leo tumekuja kuomba, tuko katika kanisa ya Kiadventista ya Tonga.
na tumehubiriwa na mapasta wetu wa kanisa ya ICDA na wametuambia tuwe na amani siku ya uchaguzi. Na mimi naitwa Okongo Omogeni. Mimi ndio senator wa kaunti ya Nyamira. Sisi tumesikia umetuma viongozi kutoka kaunti ya Kisii. Walikuwa hapa. Wengine anaitwa Mheshimiwa Osoro. Amekuja kutisha sisi, kutuambia kwamba ile kura ambao wananchi wa Nyamira watapiga eti wataiba. Wananchi mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Mheshimiwa Rais, umeona hiyo ni sauti ya wananchi wa kaunti ya Nyamira. Sisi tunakuambia utuache, utupatie uhuru, tuchague viongozi ambao wanataka katika wadi zetu 3 za kaunti ya Nyamira. Hatutaki fujo, hatutaki uwizi wa kura. Ule mwizi ambao umepeleka, tumeona kwa gazeti, ambaye ameibia wananchi pesa ya hospitali kule Kenyatta National Hospital. Wewe mpeleke kama ni huko Mbere, lakini uwizi hatutaki katika kaunti ya Nyamira. Hapo tuko pamoja. Na pia tunakuambia sisi hatutaki utuuzie siasa ya uongo. Uwezi ukadanganya wakulima wa chai, kwa sababu niko kanisa leo, mimi naongea kutoka kwa kanisa. Uwezi ukadanganya wakulima wa chai eti kwamba umetengeneza kilimo, ati wamepata bonus mzuri, na ila kwamba wamepata shilingi 10. Rais wametengeneza bonus kweli? Kwa hivyo usituletee uongo mheshimiwa. Na sisi tuna imani. Tumeambiwa leo tuombe Mwenyezi Mungu, kama tunatafuta kiti ya urais, tunatafuta tukimweka Mungu wapi? Mbele. Na 2027 kwa imani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi nazungumza kutoka kanisa, tutaweka magoti chini, tutaomba na tutainua Biblia, na kwa imani ya Mwenyezi Mungu tutaweka kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okengo. Hiyo ni sauti ya wananchi wa Nyamira. Wewe kama unaenda kuleta maneno mengine, wewe leta, lakini sisi tumeweka Mungu mbele, na tunajua kwamba 2027 wananchi wa Kenya watatusaidia, na tutaweka kijana yetu kiti ya urais ambaye anaitwa Dr. Fred Okengo. Wangapi wanasema tutaomba na tuombe mpaka tulete hiyo kiti ya urais? Haya, wewe umeona mheshimiwa, sisi ni Mungu mbele. Kama wewe uamini Mungu, hiyo ni shauri yako. Sisi kama watu wa Nyamira Ward, katika hii uchaguzi inakuja tarehe 27 hii Novemba, sisi kama viongozi na wananchi tumejiandaa kwenda kupiga kura asubuhi sana siku ya Alhamisi. Na sisi tunaomba ile IEBC, jukumu yao ni kuhakikisha kuwa uchaguzi ambao itafanyika siku ya Alhamisi imefanyika kwa amani na haki na ukweli. Juzi vile mumeona kuna mheshimiwa wa South Mogrango ambaye anaitwa Osoro, wakati alikuja hapa Nyamira juzi, amesema kuwa wanajua hawana kura hapa Nyamira. Akasema vizuri sana kwa akiangalia huko Nyansiongo candidate wao hawezi kushinda, wakiangalia Ekerenyo hawezi kushinda, hapa Nyamira hawezi kushinda, lakini akasema liwe liwalo watachaza na mkono. Na sisi tunataka kusema namna hii, sisi tunataka uchaguzi wa maana, uchaguzi wa amani na uchaguzi wa haki na ukweli. Kama wale ndugu zetu katika chama cha UDA wakituputu kuleta ile faraga ama mambo yoyote wakati wa uchaguzi siku hiyo, sisi tuko hapa, tutachunga hizo kura, na IEBC ihakikishe kuwa hakuna wizi wa kula ambao utafanywa na UDA vile kiongozi wao amesema. Vijana wetu hapa watakuwa hiyo siku, watakuwa vijana wa amani, lakini wakipata kama kuna mtu atajaribu kuenda kuipa kura, we will deal with him accordingly. Tunaelewana? Na sisi tunataka kuomba wale viongozi ambao wanatoka huko nje ambao sio wa Nyamira County, mkikuja hapa mkuwe na heshima. Mkikuja hapa kuja na heshima. Kama hamwezi kuja na heshima, mkae kwenu